Movie inaanza. Bao na Jessica wanashangaa gari la Oga linatikisika kwa nguvu, ikabidi walisogelee taratibu. Wanasikia milio ya mwanamke kutoka kwenye gari, wakaangaliana, hawaelewi nini kinachoendelea kwenye gari. Wakawa bado wanasikilizia milio. Bayo anataka kumwambia Jessica gonga kioo, maana Jessica kashtuka, kumbe alikuwa anaota. Ndipo alipokumbuka alimwacha Zinia na Oga wakizungumza kwenye gari, akaamua kushuka kwenye gari ili kwenda kuangalia kama wamemaliza kuzungumza. Cha ajabu, ile situation aliyoota ndotoni ndiyo anaishuhudia kwa sasa akiwa peke yake. Gari bado linaendelea kutikisika. Aliposogelea karibu, akawa anasikia milio kwa mbali, mwanamke akiugulia. Sauti yake ikawa inatoka kama kuna kitu anakula, alafu sauti haitoki vizuri. Jessica akashindwa kuvumilia, ikabidi agonge kioo cha gari. Kukawa kimya, ikabidi agonge tena kioo cha gari. Ndipo Oga akashusha kioo, kumbe Zinia alikuwa ananyonya koni ya Baharesi. Jessica kuona koni ya Oga akashangaa, akabaki mdomo wazi. Zinia akawa anaona aibu kumwangalia rafiki yake Jessica. Waliporudi nyumbani, Zinia akamuuliza Jessica, kwa hiyo hutaki kusema chochote? Wewe unataka niseme nini sasa? Hebu niambie nini ulitaka niseme? Nilikuonya juu ya Oga, mlishaachana alafu mnarudiana naye tena. Hivi unajielewa wewe? Zinia akamwambia, naomba kuwa mpole, huwezi kunielewa. Tangu niachane na Oga sijapata mwanaume mwingine wa kunipa mapenzi kama yeye. Ujue nitakuwa najidanganya kusema ukweli. Sitaki kusikia huo upuuzi. Yule amekusaliti, unawezaje kumrudia? Mmeshindwa kufanya kwenye nyumba mpaka kwenye gari. Zinia, come on, utapata mwanaume mwingine, sio Oga. Mara simu ya Zinia meseji ikaingia. Samahani, ngoja niangalie simu yangu. Kumbe Oga akamwandikia ujumbe, baby, natumai umeenjoy mapenzi kwenye gari. Vipi, unataka tena? Zinia akatabasamu kwa mbali, lakini hakumjibu chochote kwa sababu rafiki yake Jessica alikuwa anamkaripia. Zinia akamwambia, nimekusikia, hutoniona naye tena. Una hakika? Ndiyo. Jessica akamwambia, basi sawa, asante sana kwa kunijali na kunilinda. Usijali, lakini ile gari ilikuwa inacheza sana na ulikuwa unapiga kelele sana. Nadhani umenipata kwa nini nilienda kwake. Anaonekana yuko vizuri, lakini haina maana urudiane naye tena. Anachiti na kuahidi sitorudiana naye tena. I'm sorry. Wakakumbatiana. Huku upande wa pili, Bayo anamuonyesha picha za ex mpenzi wake anayoitwa Maina. Mpenzi wake anamwambia kiishara, kwa hiyo unataka nikufanyia hivi? Ndiyo. Jamani baby, unajua kabisa mimi sijui kufanya hivyo, halafu sijisikii vizuri, itanifanya nitapike. Hii itakufanya utapike? Ndiyo. Ujua umesema niweke mdomoni, halafu niwe napiga mswaki kama hivi, lazima nitatapika baby. Bayo anamwangalia tu Maina. Ujua naweza kupata bakteria kwenye koo, yani mpaka nasikia kichefuchefu. Kwa kweli siwezi kufanya. Mwamba akawa anamwangalia Maina mmalizi, ni mwanamke wa aina gani ambaye ni mshamba kiasi hiki. Akamwambia okay, usijali, basi njoo nilalie juu tufanye. No, mimi siwezi kukaa juu yako. Akamwambia hiyo staili maisha yangu yote nimekuwa nikifanya, nikija juu tutakuwa kama baba na mama tu. Jamani, ndiyo hivyo ndio wanavyofanyaga. Mbona ni romantic tu? Hapana, siwezi kufanya hiyo staili kwa sababu sio romantic hata kidogo. Maina akakasirika kwa kuvuta mdomo. Mwamba akamwambia, naweza kuwa mkweli kwako? Ndiyo unaweza. Akamwambia, kufanya mapenzi na wewe yanaboa. Maina akashangaa, inaboa sana? Jamani baby, kwa nini unasema hivyo? Nimesema kwa sababu ndiyo ukweli. Akamwambia, nashindwa kuelewa, upo kwenye mahusiano alafu muda wote wewe unalala chini, hakuna chochote unachokifanya. Maina akamwambia, baby, mimi napenda kulala chini, mimi sipendi unavyofanya. Kuna vitu vipo kichwani, kuna vitu huwa nawaza. Nimetazama clip za video, nimetazama wanavyofanya hivyo vitu, kila wakati vinakuja kichwani mwangu, lakini siwezi kufanya na mpenzi wangu. Jesus baby, kwa hiyo unataka kuniambia unaangalia video za wakubwa? Jamani, kwa nini? Hivyo vitu ni vya ushetani. Kwa nini unafanya hivi? Hebu jiangalia unavyoongea. Baby sikiliza, ni jambo linavutia sana mwanaume akiwa juu ya mwanamke. Mimi huwa na enjoy. Mwamba akamwambia, naweza kukwambia kitu? Ndiyo. Hebu nyamaza. Bayo akaamua kuondoka zake. Nahisi Maina ni mtoto wa mchungaji, kakutana na muuni wa mtaani. Hivi huyu mwanaume nani kamshauri vitu vya kipumbavu? Anawezaje kuniambia mimi nipige mswaki kama hivi? Jamani, utanitapisha mimi. Baada ya siku kadhaa kupita, Jessica akamwambia Zinia, baadaye tutoke, utapata mwanaume sahihi. Jamani, mimi nimechoka kutafuta wanaume. Sikiliza Zinia, unatakiwa ufanye kitu ili usio unamwaza yule msaliti. Usiseme hivyo, utampata tu aliye bora kuliko yeye. Twenzetu. Zinia akamuuliza, sasa tunaenda wapi? Tunaweza kwenda popote. Tunaweza kwenda restaurant, mall na lounge. Tunaweza kwenda na ukafanikiwa kumpata mwanaume mwingine tena sahihi kwako. Zinia akakubali ushauri wa rafiki yake. Baada ya kuzunguka sehemu zote hizo na kukosa mwanaume wa kumtongoza Zinia, wakaamua kupaki gari mtaani wajaribu bahati kama atafanikiwa. Wakashuka na kukaa mbele ya gari wakisikilizia utazani wanawake wanaojiuza. Kumbe lengo Zinia apate mtu ambaye atafanya simkumbuke Oga. Jessica akawa anamwambia Zinia, kuwa mpole basi. Wakaendelea kusubiri. Bahati mbaya wakakosa hata mtu wa kuwaongelesha, ikabidi waingie kwenye gari lao na kuondoka. Wakaenda mtaa mwingine na kupaki na kushuka kwenye gari kwa ajili ya kujaribu bahati yao ya mwisho. Zinia akasema, nimechoka.
nimechoka. Usichoke, kuwa mvumilivu, utampata tu. Wewe niamini utampata. Mtaa unapita vijana watanashati sana. Wewe niamini utampata tu. Subiri kidogo tu utampata. Una uhakika? Ndio, usio na wasiwasi. Baada ya hapa nitakwenda kukununulia chakula kitamu unachokipenda. Kweli Ndio, maana nakupenda rafiki yangu. Jessica akachoka kusubiri mpaka akashika kiuno. Bahati nzuri kuna gari ilikuja na kusimama mbele yao. Kisha akarudisha gari nyuma na kwenda kupaki pembeni. Mwamba akashuka kwenye gari na kwenda kuwasalimia. Hello girls. Hi. Mmependeza sana. Thanks. Mnaitwa kina nani? Jina langu Jessica. Habari yako Jessica? Hi, mimi naitwa Zinia. Yeye naweza kuongea na wewe kidogo? Haina shida. Hapana, namaanisha rafiki yako. Mimi? Ndio, naweza kuongea na wewe. Nina mpenzi, kwa hiyo unaweza kuongea na rafiki yangu tu. Yeye yuko single. Oh, Zinia Ndio. Basi naomba tuongee pembeni. Zinia akawa anatabasamu, anaona jambo lake linafanikiwa. Unaitwa Zinia, si ndio? Alright. Akamwambia kiukweli ni mrembo sana. Zinia akafurahi. Thank you. Lakini naomba unisaidie niweze kuongea na rafiki yako Jessica kama itawezekana. Zinia akashangaa. Sijakuelewa, ina maana unamhitaji rafiki yangu alafu umeniita mimi hapa kuzungumza kuhusu nini? Nataka unisaidie kuzungumza naye. Yaani wewe lazima utakuwa chizi. Kwa hiyo umeniita ili kunisumbua mimi hapa? Sikiliza, mimi nimependa kifua cha rafiki yako, sio wewe. Ndio maana nakuomba unisaidie kuongea naye. Sikulaumu, lazima utakuwa na utindio wa ubongo kichwani. Zinia akaamua kuondoka na kumwacha Mwamba. Hebu angalia kifua cha rafiki yako. Ndio vitu vyangu mimi, sio wewe. Kwani nini kimetokea? Naomba usiongee na rafiki yangu kama hivyo. Hivi unaweza kuamini? Amesema anakupenda wewe alafu kanisumbua mimi mpaka kule. Sijapenda kabisa. Yule kijana ni mpumbavu sana. Jessica na rafiki yake ikabidi waondoke tu. Oga akiwa kitandani, mlango wa chumbani kwake ukagongwa. Akamwambia ingia. Kumbe alikuwa Zinia. Hey, what's up? Akamwambia kiukweli nimechoka, nimekuja unisaidie. Ujue nilikuwa juani, nilikuwa natafuta mwanaume. Ni kweli? Ndio. Akamuuliza kwa hiyo mchumba wako leo hatokuja? Akamwambia ndio, hatokuja. Kwa sababu nakumbuka kilichotokea mara ya mwisho, kwa sababu sitaki tokee tena. Usijali, hakuna mtu yoyote atakayekuja. Zinia akalegea. Pole sana kwa kupigwa na jua kwa sababu ya mwanaume. Sikujua kama kumtafuta mwanaume nitapata stress sana. Kwa hiyo ukaniacha. Ulinisaliti. Usaliti yenyewe mdogo ukaniacha. Zinia akakosa la kusema. Ujue nini? Haina haja ya kuogopa. Najua una stress sana kwa kumtafuta mwanaume. Lakini pia najua ungerudi kwa sababu ninachokupa ni full dose. Huenda ndio maana niko hapa. Kwa sababu unajua nina kitu cha kufanya ujisikie poa hata kwa maneno tu. Akamuuliza uko tayari? Jaribu tuone. Naomba ufumbe macho nikupeleke peponi. Akamwambia hebu nyanyua mikono yako juu. Hakikisha aushushi chini. Maana nataka kuingia bustanini. Mwamba akashuka mpaka bustanini akawa anapalilia kwa ulimi. Zinia akaanza kutoa milio. Mwamba anaendelea kupalilia tu, kisha akamtupia kitandani, huku Bayo anamwambia Maina, baby, naam darling, nilikuwa nazungumza na rafiki yangu lakini nahitaji maoni yako pia. Okay, nakusikiliza. Ni kitu gani iko? Alikuwa anamzungumzia mchumba wake, jinsi anavyopiga kelele kitandani na jinsi wanavyobadilishana staili mbalimbali. Maina akampiga jicho Bayo. Jinsi wanavyofanya, anavyomchezea kwa vidole, anagugumia mwanzo mwisho. Hayo ndio alikuwa mazungumzo, yakanifanya na mimi moyo wangu utamani na nimeshindwa kuvumilia, nikaamua nikwambie ili tuzungumze. Maina akawa anamwangalia tu. Hivi hujagundua ni kiasi gani mahusiano yetu yanaboa? Je, tunaweza kukaa na kuzungumzia suluhisho la mapenzi yetu? Baby, ni kitu gani unachotaka tuzungumzie? Okay, nimesema yanaboa. Kuna wakati hata tukiingia kwenye tendo alafu wewe umelala, kuna wakati nashindwa hata kujua kama nimekufikisha, nashindwa kujua nini ukifanyiwa huo na enjoy. Maina akasikitika sana, anaona kama Bayo kaingiwa na ushetani. Mbona unaonyesha kama ninachoongea ni pumba? Ndiyo ni pumba. Kwa nini unafanya hivi? Alafu unakuwa na watu wanawaza mapenzi tu. Sikiliza, sio hao watu, ni kuhusiana na mimi na wewe. Unatembea na watu sio sahihi ujue. Nisikize kwanza. Wakati wa mapenzi na kabla, nataka nikuingize vidole kwanza. Maina akawa ameduaa tu. Napenda vidole vyangu viwe vinashikashika kwa bibi. Maina akakunja sura kuonyesha hajapenda. Wakati mwingine nataka uwe mtundu, unikalie kwa juu. Juu wapi? Juu yangu. Hai, niwe juu yako? Ni kitu gani unaongea? Nishakwambia mara kibao siwezi kufanya hivyo. Umesema kwenye tendo weke vidole ndio unasikia raha. Huo ni upuzi. Hiyo sio maana mahusiano. Maana mahusiano ni true love. True love ni kupendana mimi na wewe. Unanipenda mimi na mimi nakupenda sana. Hayo ndo mapenzi. Yaani hivyo vitu unavyoongea ni kama ushetani kwenye masikio yangu. Unatembea na marafiki mabaya. Sitaki kukusahihisha. Baby, ujue nakupenda sana. Kwa hiyo samahani. Nataka mapenzi yetu yaende kama hivi. Sio huo ushetani wa kutaka niingize uchafu kwenye mdomo wangu. Ni kinyaa. No, kwa kweli siwezi. Mwamba akamwambia, okay, ndiyo, haina haja. Kwa kweli siwezi. Kwa hiyo huwezi kufanya? Ndiyo. Ina maana gani nikulalie juu? Nani sasa dereva, mimi au wewe? Unachotaka tufanye hakikubaliki hata mbinguni. Kwa hiyo vizuri ni wewe kulala chini. Hiyo ndo nzuri. Yaani hiyo ni nzuri sana, hata Mungu kabariki. Unatakiwa uwe juu yangu. Hiyo ndo maana ya wanaume. Sasa ukiwa chini mimi juu, nani atakuwa mwanaume sasa? Hebu usirudie tena kuzungumzia upuuzi, utalaanika. Basi mama, nimekuelewa. Baada siku kadhaa kupita, Jessica akamuuliza rafiki yake, date yako ilikuwaje? Natamani hata nisiseme chochote. Nini kimetokea? Nimekutana naye, ana muonekano mzuri, handsome, ana kila sifa na tulikuwa na mazungumzo mazuri tu, lakini nilipomuuliza nini anapenda kwenye kitanda kufanya kabla kuingiza kichwa, mudi yote ikapotea. Akaniambia ajui kichwa gani ninachozungumzia. Nikachoka. Akakumbuka alipomuuliza, nataka kuuliza
swali. Okay, uliza. Usinichukulie vibaya. No. Kuwa huru kwa swali lolote lile. Okay. Akamwambia tell me you are sexual fantastic. Ng'ombe akafikiria sexual fantastic? Ndiyo. Subiri kwanza, una maana gani unaposema sexual fantastic? Napenda uende moja kwa moja kwenye point. Na maana unapokuwa romantic kitandani kwenye mapenzi unafanyaje kabla ya kunipa kichwa? Nikiwa kitandani nakupaje sasa kichwa changu? Zina akashangaa. Hebu nenda moja kwa moja kwenye point. Unasema kitandani, inakuwaje sasa nikupe kichwa changu? Zina akazidi kushangaa. Ujue sijaelewa. Zina akabaki kaduaa, amini kwamba Mwamba bado hajaelewa kichwa gani kinazungumziwa. Mwamba akanywa bia, sijakuelewa bado. Zina akamwambia ujue nini? Naomba niondoke. Kwa nini? Siwezi kuendelea kubaki. Samahani. Mwamba akawa haelewi. Kwa sababu ya kichwa? We nenda tu. Mpumbavu, kila saa kichwa. Jessica ikabidi acheke tu. Sasa unacheka nini? Jamani Zini samee. Yaani natamani kumove on, lakini yule mwanaume ana kitu cha pekee sana. Ana kila kitu ambacho mwanamke yoyote anatakiwa apatiwe. Zini akawa anajitetea. Najua kanisaliti, lakini hakuna mwanaume asiyechiti. Siku hizi ni jambo la kawaida tu. Ni bora ningetulia kuliko kuachana naye. Ona sasa mimi ndio nateseka. Kwenda kuonana na wanaume tofauti inakera ujue. Kiukweli sijisikii vizuri. Nimemmisi sana. Nafikiria hata kurudi kwake. Natamani hata nimpigie simu. Hakuna kumpigia. Naomba usimpigie simu. Usaliti sio jambo la kawaida. Anatakiwa kuheshimu. Ukirudi kwake atakusaliti tena. Zina akamwambia kwa sababu hujajua nini ninachopitia. Nimechoka kubadilisha wanaume. Kiukweli nimemmisi mwanaume wangu. Na unajua hilo. Jessica akamkomalia. Hakuna kurudi kwa huyo mwanaume. Zina akarudi kwa Oga. Na kumwambia nina jambo la msingi naomba tuongee. Okay, niambie. Najua niliachana na wewe kwa sababu nilikuta unanisaliti. Akamwambia kiukweli nimeanza kujutia kwa sababu wanaume wote ninaokutana nao hawajafikia utamu unaonipatia. Akamwambia unanipa hela kila mwezi, unakuwa mzuri kwangu, unanipa mapenzi na unanifikisha ninapotaka. Kila kitu ninachohitaji kwa mwanaume wewe una sifa zote. Akamwambia lakini hawa wanaume hawajafikia level zako. Wengine wapo vizuri kitandani ila hawanipi pesa. Wengine wananipa pesa ila wako vizuri kitandani. Hawafikii nguvu yetu tukiwa kitandani kama unavyofanya wewe. Imenifanya nifikirie. Nimefikiria ni bora nirudi tu. Nimechoka kutafuta wanaume mtaani. Oga akamwambia Zinia, najaribu kuelewa hisia zako na ninajua unachotaka hasa. Ila sikiliza, uliponifumania na chiti nilikuomba msamaha sana. Nilipiga magoti na kuomba msamaha na nilikwambia sitorudia tena. Hadi nikaapia kwa Mungu kwamba sitorudia tena. Ukasema no, unataka kuondoka na ukaniambia wapo wanaume wengi zaidi yangu. Sasa unajutia mwenyewe. Ushafunulia wanaume kibao uko nje. Sasa umerudi. Unategemea ninyanyue mikono yangu juu na kukupokea kirahisi tu. Kaambia samahani kwa kudisappoint. Lakini sasa nipo kwenye mahusiano. Nili move on. Kwa sasa nina girlfriend. Kwa hiyo nakuomba unaweza kwenda na kuishi maisha yako. Sababu ya kukaa na wewe na kuruhusu kuzungumza nami ni kwa sababu nakuchukulia kama mpenzi unayetaka kuburudika kimapenzi. Na ndio maana nakupatia muda wote unaotaka. Na ndio maana napokea simu zako. Kama umekuja tufanye mapenzi, njoo kitandani. Kama utaki, unaweza kwenda tu. Zini akawa anatoa machozi. Ila kama unataka mapenzi, unaruhusiwa. Zini akamwambia okay, je, tunaweza kufanya mapenzi kwa sasa? Akamwambia umeongea kitu cha msingi. Akamwangalia na kumwambia ujue nini? Nimemiss kila kitu chako. Lakini sina maana nataka turudiane. Zini akusikia hivyo, kapanda kitandani haraka kwa sababu alimmiss kipara na kumake love. Aliporudi kwa rafiki yake Jessica, akamwambia hivi mimi na matatizo. Akamwambia yani nashindwa kabisa kuacha kumfikiria kipara. Kila wakati nataka kurudi kwake. Najua ni makosa yangu kwa sababu sijawahi kuwa na mwanaume kama yeye. Hakuna mwanaume wa kumlinganisha naye. Nimejaribu kumove on lakini nimeshindwa. Mungu wangu, sasa nitafanya nini? Nimempenda huyu mwanaume sana. Sidhani kama nitaweza kuishi bila yeye. Jessica akamwambia hebu kuwa mpole. Ujui ninavyoumia tu. Ujui nini amenizoesha yule mwanaume. Kila kitu kilikuwa sawa. Eti tumekuja kuachana kwa sababu ya kuchiti tu. Jessica akakosa cha kumshauri, lakini akaamua kumpa moyo kwamba atampata mwanaume anayeendana naye na utampenda na utamsahau Oga. Unaniamini? Ndiyo. Akamkumbatia Zinia ili kumfariji. Huku kwa Bayo akaamua kumfukuza Maina akawa anaomba msamaha. Tafadhali nakuomba. Kwa nini sasa unaniomba? Sitaki uniombe. Sikiliza, kama unavyoona sio mapigano, ni kitu cha kuelewana tu kama mimi nilivyokuelewa. Jamani baby, nitabadilika na kwa pia nitabadilika. Hivi unaweza kunisikiliza? Ndiyo. Vizuri. Huwezi kufanya chochote ninachotaka na nimekuelewa, alright? Mwisho wa siku nimetambua wewe sio mtu sahihi kwangu. Kila mwanamke amepangiwa mwanaume wake, lakini mimi sijapangiwa wewe. No, huo ndio ukweli. Sikiliza, huu ni mwaka 2025. Alafu huwezi kufanya vitu ambavyo mwanaume atajisikia furaha. Unatakiwa uende kwa mwanaume unaendana naye. Nisamehe sana, wewe ndio mwanaume wangu. Mimi sio. Ujue nini, nitabadilika. Uwezi. Hapana, kila kitu unachofanya nitaanza kufanya. Nitakula kichwa chako, tafadhali. Nakuomba usiniache. Akawa analia, jamani usiniache. Nitafanya unachotaka. Sisi ni watu tunaopendana, usiniache kipenzi. Maina akawa analia. Bayo
akamwambia sitaki kuonekana mtaani hapa nafanya vituko. Sawa, nataka mtu asijue kinachoendelea. Unaweza kuigiza kama vile akijatokea kitu hapa na kuomba uende. Maina akaachwa kwa sababu ameshindwa kwenda na mfumo wa watoto wa 2000. Baada ya wiki moja Jessica na Zinia wakaingia mtaani kujaribu tena kama atapata mwanaume ambaye atakizi haja zake. Wakati wanaendelea kuzungumza, Bayo naye alikuwa anapita. Alipowaona akawa anawasogelea. Jamani, jua ni kali, mbona tutakoma? Alipokaribia akawapita kidogo, kisha akarudi nyuma na kuwasalimia. Hello, hi, za mchana nzuri. Bayo akamwambia Jessica, naweza kuongea na rafiki yako mara moja? Haina shida, tunaweza kuongea tu. Sorry, namaanisha wewe. Haina shida, unaweza kuongea naye tu. No, kiukweli sihitaji. Samahani, naomba usimkasirikie. Ana stress kidogo, unaweza kuongea naye tu. Ngoja niwache mzungumze. Rafiki yako ni mwema sana. Bayo akamsogelea Zina na kumuuliza, kwa nini una hasira hivyo? Akamwambia sijui kwa nini unaonekana una hasira. Nadhani siku yako haijaenda poa. Akamjibu hata sijui. Haina shida, nipo hapa. Tunaweza tukawa marafiki. Nilikuwa natembea na nikakuona. Sidhani ni busara kukwambia, lakini kiukweli umenivutia na ningependa niwe rafiki yako. Zina hakutaka hata kumwangalia. Akamwambia sawa, ni hivyo tu. Nishakwambia sina mudi kabisa. Basi sawa, nimekuelewa. Je, naweza kujua jina lako? Akamuuliza kwa ajili gani? Nataka kuwa rafiki yako. Nawezaje kuwa rafiki yako bila kujua jina lako? Akamwangalia kwa dharau na kumwambia Zina, okay, jina zuri. Mimi ninaitwa Bayo. Zina kwa dharau akamwambia sawa, nahitaji kuondoka. Basi sawa, tunaweza kwenda kwenye party kama utanigea namba yako. Na kwa nini nikupatie? Kwa sababu nataka niwe rafiki yako. Natamani nikiamka asubuhi niwe nakupigia simu. Zina akamwambia sawa. Bayo akatoa simu yake na kumpatia ili amwandikie namba ya simu. Zina baada ya kuandika namba ya simu akampatia. Zina akawa anamwangalia kwa dharau Bayo. Nitakupigia, unaweza kwenda tu. Bayo akawa anaondoka. Alipokutana na Jessica akamwambia asante sana. Jessica akamsogelea Zina na kumuuliza, mbona unaondoka sasa? Mbona unaondoka? Niambie basi, umempatia namba yako? Akamwambia nimempa, lakini unajua sipendi kutoa namba sasa hivi. Jessica akamwambia usikate tamaa, hawa wanaume ndio wale wale. Nishafanya hivi, mwisho wa siku unapoteza muda tu. Unajua kama yule yuko vizuri, hebu jaribu ndio utagundua. Zina akakasirika na kuingia kwenye gari ili waondoke, maana jua ni kali. Baadaye Jessica na Zina wanaongea, mara simu ya Zina ikaita. Zina akaichukua na kuipokea. Hello, hi, good afternoon too. Akamwambia naitwa Bayo, nilichukua namba yako leo na hiyo ndo namba yangu. Zina akaziba mic ya simu na kumwambia ni yule kijana. Yupi aliyechukua namba mchana wa leo? Kumbe amekupigia, pokea. Bayo akamwambia nimekupigia kwa sababu nilikuahidi nataka tutoke wote. Akamwambia sawa. Je, unapenda niwe nakupigia simu au nikutumie message? Mr. Bayo, nenda moja kwa moja kwenye point. Ujue sina muda. Bayo akamwambia naomba tutoke somewhere tuzungumze, tujuane, sound like that. Okay, subiri kwanza. Jessica akamwambia sema yes. Zina akamwambia unataka tutoke muda gani? Wewe muda wote, tunasubiri simu yako. Ninapokuja swala lako na kuwa jobless. Zina baada ya kukata simu akafurahi. Anaonekana ni mwema kwenye simu. Ndiyo, hata mimi kanivutia. Akamwambia nafikiri ningeenda kesho. Jessica akamwambia hebu nenda leo. Zina akaingia na furaha. Zina akakutana na Bayo. Walipopumzika njiani, Bayo akamwambia nimeenjoy sana. Hata mimi pia. Kwanza nikushukuru kwa kuja. Zina akamwambia na mimi nashukuru kwa kunitoa date. Zina akamwambia samahani, nilipokuwa tunakula kuna kitu nilitaka kukuuliza nikasahau, ila naomba nikuulize hapa. Haina shida, unaweza kuniuliza. Sitaki ujisikie vibaya, lakini napenda tu kujua. Akamuuliza kitu gani unapenda kwenye sex? Bayo akakaa kimya kama anafikiria. Samahani kama nitakuwa nimekukwaza. Akamwambia hapana, sema umenisurprise tu. Ujua wanawake wengi wanashindwa kuongea kuhusu sex, hasa kwa siku za kwanza. Kwa hiyo ulivyoniuliza ni surprise. Samahani kama no. Ujua umenifanya nipende kwa sababu huko wazi na unaonekana umekomaa na unakwenda na wakati. Kwanza nikupongeze. Asante, nimependa. Kweli Ndiyo, napenda mwanamke mjanja. Nikirudi kwenye swali lako, sexual fantastic. Oh my god. Naomba niwe mkweli, sitaki kudanganya. Naomba uwe mkweli. Akamwambia mimi ni chizi. Nachanganyikiwa linapokuja swala la sex. Akamwambia kwanza napenda kunyonywa na kunyonya. Zina moyoni akasema hayo ndio mambo nilikuwa nayataka. Akamwambia yani natamani ungeweza kuvuta picha jinsi ninavyopenda. Akamwambia napenda msichana aliyefundi wa kuimba kwenye mic. Oh, sina maana mic ya kanisani. Zina akawa anafurahia maana anagusa kwenye mshono. Akamwambia pia napenda kupalilia bustani ya mwanamke ikae sawa ndipo nimwagilie maji. Baada ya kuongea Bayo akamwambia vipi, tunaweza kufanya hayo mambo kwako au nikupeleke nyumbani kwangu? Zina akajifanya kufikiria kisha akamwambia twende tukafanyie kwako. Bayo akamwambia haya, tuingie kwenye gari twenzetu. Bayo akamfungulia mlango Zina na yeye kuzunguka mlango wa dereva kwa ajili ya kwenda kumwagilia bustani. Baada ya show kali, Zina akamwambia Jessica, finally nimempata mwanaume wangu. Mwanaume wako? Ndio, mwanaume wa ndoto zangu. Nienda date na Bayo. Akacheka, oh my god, nasema kweli? Best date ambayo sikuwa nayo miaka mingi sana. Safi sana rafiki yangu. Kwa hiyo tuliongea, anajua ni type yangu kabisa. Baada ya kuzungumza alitaka kunileta nyumbani kwa kuwa alikuwa anataka utamu wangu. Niambie. Guess what? Nikamuuliza kuhusu sexual fantastic. Mungu wangu, Jessica elewi. Pumua kidogo, tunaendana. Wow. Jessica akafurahi. Kijana anajua. Nilihisi ana kitu kizuri yule kijana. Yani ni fundi kunizidi. Kweli? Ndio, nakwambia ni fundi zaidi ya oga. Ikabidi kala naye amenipa kitu sijawahi kupata
kwenye maisha yangu yote. Jamani rafiki yangu, nilikwambia usikate tamaa. Ona sasa umempata ule mtaka. Mara wakasikia mlango unagongwa. Nini? Nani huyo? Hata sijui. Zini akamwambia nakuja. Akasimama na kwenda kufungua mlango. Alipofungua mlango, kumbe ni Oga. Akaingia mpaka ndani. Zini akawa anamshangaa. Jessica naye akashangaa. Oga, umefuata nini hapa? Oga akamwambia nimekuja kuomba msamaha. Ujue nimekuja kuomba msamaha kwa kila kitu nilichokufanyia. Akamwambia nimemfumania girlfriend wangu akinisaliti. Nilipomuuliza kwa nini ameamua kunisaliti, ameniambia simtoshelezi, ndio maana akanisaliti. Akaniambia mimi sifai kuwa naye. Hiyo imenifanya nijutie kukuacha uende. Kwa hiyo nimekuja kwa unyenyekevu, unisamee. Naomba urudi kwenye nyumba ulioizoea. Nataka niwe boyfriend wako tena. Kwa hiyo tunaweza kuanza upya kama zamani. Kwa sababu tangu niwe na yule mwanamke sijawahi kuwa na furaha kama ninaipata kwako. Naomba unikubalie. Usinishike. Akamtoa mkono. Sitaki kujua kwa nini umekuja hapa. Nachotaka wewe ondoka. Mahusiano yetu yalishaisha kitambo sana. Naomba utoke nyumbani kwangu. Baby, kiukweli siwezi kuondoka. Naomba unielewe, siwezi kuondoka bila wewe. Unataka kuondoka na mimi alafu unisaliti? Naomba unisamee. Zini akawa mkali. Wakati wanazungumza, mpenzi wake Bayo akamtumia shilingi 100,000 kwenye simu yake. Zini akazidi kuwa mkali na kumfukuza nyumbani kwake na kwenda kurudishia mlango. Baada ya kukaa kwenye sofa, akamwambia Jessica, Bayo kanitumia 100,000. Acha uongo, kweli? Kwa hiyo amekutumia? Ndio, kanitumia 100,000. Unasema ukweli? Ndio. Siku ya kwanza amekupa 100,000. Hebu niambie, Oga alikupatia shilingi ngapi? 20,000 tu. Ndio, kanitumia alafu anataka nirudi kwake. Jamani, nimemisi Bayo. Hebu mshukuru kwa kukutumia. Nilikwambia utapata mtu atakayekufaa. Na furaha sana kusikiliza ushauri wako. Zini akawa na mpenzi wake mpya. Tani wanaenjoy tu mapenzi. Wanajiachia kama dunia wapo peke yao. Alafu kama mapenzi yale ya shule ya msingi. Bayo akamshikilia kiuno huku akipapasa kalio juu chini, juu chini. Kifupi mapenzi yamekolea kama upele umempata mkunaji. Baadaye Jessica yupo nyumbani anaangalia TV. Mara mlango wake ukawa unagongwa. Jessica akanyanyuka kwenda kuufungua. Anaufungua kumbe Oga. Akamsalimia hai. Oga akawa mpole na kumwambia Jessica, samahani kwa kukusumbua. Akamwambia naomba msaada wako. Okay? Akamwambia nimejaribu kumpigia rafiki yako lakini namba yake haipatikani. Akamwambia hata nikituma message hazijibiwi. Nimekuja kukuomba unisaidie kuongea naye. Jessica akamwambia nitajaribu kuongea naye lakini sikuahidi chochote, ila nitajitahidi ninavyoweza. Kuna haja ya kuniahidi chochote, ila Mungu akubariki. Akamwambia sawa, nimekuelewa, asante. Mimi naenda. Akamwambia nakutakia siku njema na kumwaga bai. Akamchungulia na kumsikitikia na kufunga mlango. Kesho asubuhi Zini na Jessica wanacheza bao. Jessica akamuuliza kwa nini kila wakati unanifunga? Akamwambia kwa sababu nina furaha. Kwa nini una furaha? Bayo kaniomba tutoke out. Anataka mtoke out? Ndio. Wow, nini umemjibu? Bila shaka nimekubali. Safi sana. Nitatoka naye, tunaenda kwake wikendi nzima na kuwa mama mwenye nyumba. Mbona haraka hivyo? Ndio hivyo jamani, wikendi nzima mnaniachaje peke yangu? Wiki nzima? Pole, lakini utakiwa ufurahie. Huenda suni nikaja kuolewa. Jessica akamwambia unachosema ni sahihi. Inabidi nifurahi tu. Baadaye Oga akaja na kugonga mlango. Jessica alipofungua mlango, akaanza kumwangalia juu mpaka chini, miguuni na kurudi tena juu na kumsalimia. Halo, hai, samani kwa usumbufu. Akamwambia nimejaribu kumpigia patikani bado. Nimekuja kumwona kama atakuwepo. Jessica akamwambia kumbe ndio hivyo, sijui nimemkuta. Jessica akamwambia Zinia yupo kwa boyfriend wake. Subiri kwanza. Zinia sasa na boyfriend? Ndio, yupo kwa bwana wake. Hayupo humu. Mungu wangu, haraka hivyo. Jessica akamwambia vipi? Au unataka uingie uhakikishe? Oga akamwangalia Jessica kwanza na kumwambia ndio. Jessica akamwambia ingia ndani. Oga akaingia ndani na kurudishia mlango. Alipokaa kwenye sofa akamuuliza tena, ina maana Zinia sasa na boyfriend? Kajibu ndio. Wewe si ulimsaliti? Na ulipomsaliti tu ukapata mwanamke mwingine. Mimi ni mwanaume. Ndio, mimi ni mwanaume wa Kiafrika. Muda wote naweza kupiga pa. Sawa, wewe ni mwanaume wa Kiafrika lakini mmeachana tena. Unaona sasa? Lakini nampenda Zinia. Najisikia poa kila nikiwa naye. Yeye tunaendana kabisa. Mwanamke ambaye nahitaji kuwa naye. Imetokea kwa sababu ya makosa niliyoyafanya. Jessica akamwambia sio makosa yako, ila usiwe na wasi. Mimi pia nipo hapa. Jessica akamwambia mimi nipo hapa pia kukupa furaha. Oga akamwambia sijui kama unaweza kunipa furaha kama anayonipa Zinia. Nisikupe tumaini. Ana mwanaume na anampenda. Oga akamwangalia Jessica, lakini na kitu nataka nikwambie. Kitu gani? Siku zote nilikuwa nataka kujua jinsi ulivyo mzuri kitandani, na mimi niko vizuri kitandani. Hii ni nafasi nzuri kwetu kuitumia. Nipo hapa na wewe upo hapa, basi tuonjane radha zetu ili niondoe picha kichwani. Subiri kwanza, umejuaje mimi niko vizuri kitandani? Zinia ni rafiki yangu, na kama unavyojua wanawake huwa tunazungumza. Oga, acha kupretend. Najua uko vizuri, hii ndio shida ya wanawake. Mwisho wa siku rafiki yake anataka kuonja, na hivyo ndivyo unajaribu kufanya. Ni kweli nataka kulala na wewe kwa sababu na mimi nataka pia. Oga akamwangalia Jessica, tufanye tu kama kujiburudisha. Kweli wewe sio mbaya. Yeah, kama unavyoona.
kwa sababu nilianza kumwona Zinia, lakini sasa nauona uzuri wako. Kiukweli ningeshindwa kukataa kwa huo utamu. Jessica akajiweka vizuri, lakini sitaki Zinia ajue, maana sitaki kuharibu urafiki wenu. Hii ni siri yetu tu, Zinia hawezi jua. I promise. Una uhakika? Ndiyo. Oga akawa anajilamba na kujing'ata, kumaanisha kaelewa mzigo. Kwa hiyo naweza kukuchukua? Ndiyo, nichukue. Jessica akapandisha mguu mpaka kwenye kijiji cha Oga. Oga akamrukia Jessica. Zinia bahati mbaya akarudi nyumbani. Alipoingia akawa anasikia kelele kutoka chumbani na makofi ya kipamba moto pa 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 pa. Na huo ndo mwisho wa sehemu ya kwanza ya hii movie inaitwa Back to My Ex.